Oh yes, God bless you, God bless you. Leo nitaendelea kukufunulia siri zilizojificha kwa muda mrefu. Na leo nitaendelea kufunua siri hizi nzito zaidi. Kama una jina la ulisi, hakikisha fanya vitu hivi ili uweze kujikomboa katika janga la kuishi chini ya kivuli cha laana. Jina lina nguvu sana. Jina lina uwezo kumponya mtu. Jina lina uwezo kumfanya mtu awe mgonjwa. Jina lina uwezo kumfanya mtu awe tajiri ama mtu huyo aweze kuwa maskini. Hata Biblia inasema kuna watu waliwahi kubadilishwa majina na Mungu. Kwanza kabla ya yote nikufahamishe, jina ni utambulisho wa kitu fulani ama mtu fulani mbele za watu, na jina lina uwezo kubeba picha ya mtu, hali ya mtu ama mfumo wa maisha ya mtu fulani. Mungu ndiye wa kwanza kugawa majina, na mtu wa kwanza kupewa jina na Mungu aliitwa Adam, na Mungu akampatia Adam mamlaka ya kuvipa viumbe majina. Adam ndio aliwapa viumbe wengi majina hapa duniani. Hakuishia tu kwenye viumbe, aliipa mpaka mimea majina. Wanyama, mimea, mito, milima yote ilipewa majina na Adam. Na Mungu huyo huyo ndio aliliinua juu jina la Yesu kuliko majina yote. Na kupitia jina hilo la Yesu aliamuru kila kitu kiweze kuponywa, kila kitu kiweze kukaa sawa. Mungu aliwahi kuwabadili watu wengi majina ili akawabariki. Aliwahi kumbadili Salahi akamuita Sala ili akazae mtoto. Aliwahi kumbadili Abraham akamuita Ibrahimu ili akambariki na kumfanya kwa baba wa mataifa yote. Sasa leo nitakufundisha vitu vingi sana juu ya jina la urithi. Lakini jina linaweza likabeba vitu vingi sana katika maisha ya mtu, na kuna madhara ya kurithi jina. Unaweza ukarithi laana na mikosi. Abraham alikuwa anaishi kwenye ardhi ya Moabu, ardhi ya baba yake. Ardhi ile ilikuwa chini ya laana. Ina maana jina lilopewa na baba yake lisingeweza kumfanya Abraham awe baba wa mataifa yote, kwa sababu wa Moabu walikuwa ni watu ambao wanaabudu mizimu. Ina maana ile sehemu aliyokuwa anakaa Abraham ilikuwa chini ya kivuli cha laana. Ndio maana Mungu akamwambia, toka hapo nenda kwenye ardhi nyingine ili nikakubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa. Na huko ndiko Mungu alipombadilisha jina, akamuita Ibrahim. Kwa mke wake ambaye anaitwa Sarai, alikuwa ana tatizo la kupata mtoto kwa muda mrefu. Ili Mungu ambariki, ilibidi ambadili jina, amuite Sara. Vile vile ukisoma kwa habari ya Simoni, alibadilishwa jina akaitwa Petro. Yakobo alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Lakini vile vile madhara ya jina la kulisi, una uwezo wa kupokea adhabu kutoka kwa Mungu hata kama kosa hujafanya wewe. Ukisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 5 na ukisoma Hesabu 14 mstari wa 18, Biblia hapa inamaanisha kitu kimoja. Bwana Mungu anasema anawaadhibu watoto kwa sababu ya uovu wa baba zao. Biblia inasema na wabatiliza wana uovu wa baba zao tangu kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 4. Kumbe baba yako akifanya makosa fulani, kama bado unatumia jina la uzao wa baba yako, una uwezo kupokea adhabu ya baba yako angalikosa hilo hujalifanya wewe. Haya ndio madhara ya majina ya kurithi. Sasa kipi kifanyike? Cha kwanza, lazima ubatizwe na kubadilishwa jina. Baada ya kubatizwa, unatambulishwa mbinguni kama wewe ni wa Kristo na unabadilishwa jina. Hata Yesu Kristo wa Nazareti aliwahi kubatizwa. Vile vile lazima ufanyiwe ibada ya ukombozi wa familia. Familia itenganishwe na mizizi ya laana ambazo zinafuata chini ya familia. Lakini ya tatu, lazima ifanyike ibada ya kuvunja laana za ukoo.
Yamkini kwenye ukoo wenu mababu zako waliwahi kumkosea Mungu, waliwahi kuabudu miungu mingine tofauti na Yehova. Ina maana unaishi kwenye asila ya Mungu hadi kizazi cha 4. Ina maana ili uweze kuepukana na hayo yote, lazima ifanyike ibada maalum ya kuvunja laana za ukoo. God bless you. Is me Leo Viaziani, mtumishi wa Mungu.